tuongelee habari za macho ya kiroho. Kwa hayo macho, jinsi ya kumpendeza Mungu, jinsi ya kuenenda kama Kristo anavyotaka uenende. Ni pale Kristo anapokuwa ana macho ya kiroho. Mkristo asiyekuwa na macho ya kiroho ni sawa na kipofu ambaye amezaliwa ana macho lakini haoni. Kwa hiyo wakati wowote anaweza kaenda akajigonga kwa sababu macho yake hayafanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna aina mbili za macho. Aina ya kwanza ni macho ya kimwili. Aina ya pili ni macho ya kiroho. Mtu anapokuwa hana macho huwa ni mtu mwenye wasiwasi. Lakini hapa nilipokanyaga, nimekanyaga nyanya za watu. Hapa nimemkanyaga mtu. Kwa hiyo hata yule kipofu mwenye asiye na macho huwa mnawaona wanatembea kama vile anaiogopa ardhi, kwa sababu hana uhakika na mahali anapokanyaga kwamba ni mahali sahihi na amekanyaga mahali palipo salama. Anajaribu kama kujaribisha kwamba hapa ni mahali salama. Akiona amekanyaga afu watu hawajasema chochote, ndipo anaachilia mguu mwingine. Akiona amekanyaga, akisikia watu wanasema au anatulia, anasema labda kuna kitu nimekanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mkristo asiyekuwa na macho ya kiroho, maisha yake yatakuwa ya wasiwasi. Hajui mahali anavyoelekea, hana uhakika na maisha yake ya kiroho, na wakati mwingine huwa ni mtu mwenye asiyejiamini au ni mtu ambaye anapoteza mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya kiroho yanakupa dira za kiroho. Pale watu wengine wanapoona mambo hayawezekani, mtu wa kiroho, wa macho ya kiroho, huwa anaona kuwezekana. Pale mtu anapoona kushindikana, yule mwenye macho ya kiroho huwa anaona kuwezekana. Pale mtu anapoona mambo ni magumu, mtu wa mwenye macho ya kiroho huwa anaona mambo ni mepesi. Haleluya. Macho ya kiroho yanakupa ujasiri wa kumwamini Mungu aliye hai. Hayakupi woga wala wasiwasi. Haleluya. Utatembea kwa ujasiri kwa sababu unamjua Yesu. Una macho ya kiroho. Unajua hapa Yesu ananivusha. Unajua hapa Yesu ananipitisha. Hata kama wanadamu wengine watasema hapa huwezi kuvuka, lakini mwenye macho ya kiroho anasema hapa ninavuka, hapa ninapita. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Hatutembei kwa kuona kwa macho ya damu na nyama. Sisi tuliookoka tunatembea na dira ya kiroho. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 5 mstari wa 1 hadi wa 27. Tunamwona mtumishi wa Mungu Naamani. Yeye alikuwa ni jemedari wa vita, lakini alikuwa ana tatizo katika mwili wake. Alikuwa na ukoma, alikuwa ni mkoma kabisa, lakini ni jemedari wa vita, mtu mwenye cheo kikubwa. Lakini Waisraeli walikuwa wamechukua watumwa. Washami walikuwa wamechukua watumwa kutoka Israeli. Sasa walikuwa wamemchukua binti mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi nyumbani kwa Naamani, kwa mke wake. Alipofika katika yule mji, yule binti akamwona mama mwenye nyumba yuko pale, lakini mume wake ana ukoma. Akasema, laiti bwana wangu angejua kwamba kule kwetu tulikotoka yuko nabii, angeenda ili akaombewe ili ukoma wake upone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ule ujumbe uliposikika, wakamfuata Naamani wakamwambia, huyu binti anayefanya kazi nyumbani kwenu amesema kule kwao yupo nabii anayeponya. Kwa hiyo ukaandikwa waraka, kwa sababu wao ni watu wa serikali, ukapelekwa kwa mfalme kule. Alipoupokea mfalme, kwa sababu mfalme sio mtumishi wa Mungu, alilalua mavazi yake. Akasema, je, mimi naweza kumponya mtu? Akasema, je, mimi naweza kuua na kuuisha? Lakini mtumishi wa Mungu Elisha akapata habari. Akamwambia mtumishi, kwa nini unalalua mavazi yako? Mwambie huyo mtu aje kwangu.
ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tumuone huyu Naamani hakuwa na macho ya kiroho. Kwa hiyo yeye aliondoka amebeba vitu vya thamani, akijua kwamba watumishi wa Mungu atafika awape vitu vyake vya thamani ili waweze kumponya ugonjwa wake. Akapakia vitu vingi akaenda. Anaenda akiwa na kiburi cha pesa, anaenda akiwa na kiburi cha cheo, ya kwamba watamponya kwa sababu yeye ni mtu mwenye cheo. Lakini Mungu akamtambua Naamani. Alipofika kwa nabii, nabii anamwambia mwambieni Naamani aende kwenye mto Yordani, aende akajichovye mara 7, huko ndiko atapona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mto ulikuwa ni mto wa kawaida. Ilikuwepo mito mizuri, mto Frati na mto Havana, ulikuwepo mto mzuri, lakini ameambiwa akajichovye kwenye mto wa kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamani akakasirika. Biblia inasema akakasirika, akasema kwani mto Frati sio mto? Kwani mto Havana sio mto? Mpaka nikajichovya kwenye mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua vitu vyake akaanza kuondoka. Lakini watu alipokuwa anaondoka wakamwambia mtumishi, si uende tu ujichovye, si uende tu ufanye kile ambacho umeambiwa. Na nabii kitu alimfanyia. Alipofika nyumbani mwake, wala nabii hakutoka ndani. Alituma ujumbe akamwambia, nendeni mkamwambie Naamani ni mtu mdogo sana, japo yeye kwa akili zake anajiona ni mtu mkubwa, ni mtu mwenye cheo, lakini mbele za Bwana alikuwa ni mtu mdogo sana. Na nabii akataka kumuonyesha ya kwamba cheo alichonacho mbele za Bwana ni bure, yeye ni mtu mdogo. Akamwambia mwambieni aende akajichovye, wala hii haja ya kumsumbua mtumishi wa Bwana. Akasema huyu mtumishi mimi nilifikiri atakuja anikaribishe ndani kama mtu mwenye cheo, atakuja anipokee, atakuja anibembeleze kwamba Naamani ni mtumishi wa Bwana. Lakini Elisha akamwambia, mwambieni aende akajichovye huko, haina haja ya kuiona mimi, aende. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuona, ana macho ya ndani ya kutujua, anatuchunguza, anatuelewa. Kwa hiyo Naamani akaenda, lakini moyo wake ukiwa umekunjamana, moyo wake hauna furaha. Hauna furaha kwa sababu gani? Yale aliyoyatarajia yamekuja tofauti, yale aliyoyatumainia yamekuja tofauti, yale aliyotegemea yamekuja tofauti, yale ambayo aliwaza atatendewa yamekuja tofauti. Lakini Naamani alipotii akaenda akajichovya mara 7 kwenye mto Yordani, ndipo alipotoka nyama za mwili wake zikiwa zimetakasika. Haleluya. Yesu asifiwe. Mungu wetu anatumia vitu vinyonge sana. Usipokuwa mtu wa kiroho unaweza kudharau. Huwa anatumia mtu wa kawaida sana. Usipokuwa makini unaweza ukapitwa na gari la mshahara. Mungu haangalii cheo cha mtu. Mungu haangalii elimu ya mtu. Mungu haangalii kama tunavyoangalia sisi. Yeye anaangalia kwa macho ya ndani sana. Na katika vitu vinyonge, humo ndio vinapatikana vitu vyenye nguvu. Humo ndio Mungu anaonekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Naamani anadharau mambo ya Mungu, lakini ambayo yamempa wokovu. Anaona vile vitu vinyonge havina msaada kwake, lakini hivyo vitu vinyonge ndivyo vimebeba uzima wake, ndivyo vimebeba uponyaji wake. Hata wewe jioni ya leo upende kuangalia vitu katika ulimwengu wa roho. Usijaji vitu katika ulimwengu wa macho ya damu na nyama. Usijaji vitu kama wewe unavyoona. Mungu ana jicho la tofauti. Jicho lile la ndani linaleta majibu ya tofauti. Lile jicho la ndani linaleta mtazamo mwingine. Haleluya, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoteza vitu vingi kwa sababu ya kuangalia tu kwa macho. Kimwangalia mtu anasema ina ataisaidia. Haleluya. Wakati mwingine wenye hela huwa hawavai vizuri. Sasa ukimwangalia tu mtu ukamdharau, kumbe nilionea. Kumbe ni mtu ambaye ana msaada wako. Kumbe ni mtu ambaye anafaa, anastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona kabisa, lakini tusome hapa tena.
Lakini tunaliona jeshi la Washamu hawakuwa na macho ya kiroho, walijikuta wanajiingiza wenyewe mikononi mwa adui bila ya kujua. Tunaliona jeshi la Washamu hawakuwa na macho ya kiroho. Wao walikuwa wanapigana vita lakini hawana macho ya kiroho. Na matokeo yake tunawaona wanajiingiza kwa adui bila wao kujua. Tusome katika Wafalme wa Pili sura ile ya 6 mstari wa 8 mpaka ule wa 23. Tutawaona tena hapa sana. Hizi ni habari za mfalme wa Israeli. Alikuwa akipanga vita na watu wake wakiwa nyumbani huko. Lakini wanapanga vita, wanashangaa adui zao wanazipata taarifa. Jinsi walivyopanga na kila kitu walichopanga. Wanashangaa adui wanazo habari. Mwisho akauliza, jamani, nani miongoni mwetu huwa anakwenda kupeleka kule habari? Maana tunapanga tukiwa wenyewe, lakini tunashangaa habari zimewafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na macho ya kiroho, haleluya, ukiwa na macho ya kiroho, Bwana ana uwezo wa kukufunulia vitu vingi vikubwa vinavyofanyika katika ulimwengu wa roho. Haijalishi vinafanyika wapi, haijalishi vinafanyika wakati gani, Yesu ana uwezo wa kukufunulia vitu vikubwa. Kwa hiyo wakashangaa kila wanachokipanga adui anajua. Ndio mtu mmoja anamwambia, ndugu, kule yuko nabii, tena sio nabii wa kawaida, ni nabii mwenye macho ya kiroho ambaye kila mnapopanga humueleza mfalme kila kitu mnachopanga huwa anamueleza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akamwambia, huyo nabii yuko wapi? Wakamwambia yuko huko Dothan. Akisema, naomba mnipeleke na mimi niende nikamuone. Lakini lengo lake ilikuwa ni kumdhuru. Sasa wakati anapanga haya yote, mtumishi wa Mungu Elisha anajua kila wanachopanga, anajua. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja anatoka mtumishi wa Elisha, anatoka nje, anakuta majeshi yamewazingira pande zote. Akarudi ndani akamwambia, bwana wangu, yaani una habari huko nje tumezingirwa na magari na ya moto na majeshi ya farasi wametuzingira. Lakini Elisha alikuwa anajua, maana Bwana hatafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake. Huwa anatujulisha, huwa anatuambia, huwa anatuelekeza. Kwa hiyo Elisha alijua, lakini mtumishi wake kwa sababu alikuwa hana macho ya kiroho, hakujua kinachoendelea, hakujua kwamba yeye Elisha anajua. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Elisha anamwambia, Bwana, hebu nakusihi mfungue macho huyu mtumishi wako aone kama mimi ninavyoona. Alipotoka nje yule Gehazi, alipotazama akakuta katika ulimwengu wa roho kuna majeshi mengi yamewazingira, yenye magari makubwa ya farasi na moto. Akasema, hivi kumbe kuna majeshi mengi kutoka mbinguni yametuzingira. Mimi nilikuwa siyaoni. Lakini kwa sababu gani alikuwa hayaoni? Kwa sababu yeye alikuwa hana macho ya kiroho. Haleluya. Leo tunataka tumwambie Bwana atupe macho ya kiroho, tuone kama Bwana anavyoona, tuseme kama Bwana anavyosema, tusikie kama Bwana anavyosikia, tutembee watu tukiwa vifua mbele, kwa sababu tunayajua yale yanayokuja mbele. Tuna macho ya kuona mpaka mwaka kesho, tuna macho ya kuona mpaka miaka 5 ijayo, tuna macho ya kuona hata siku zijazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya kiroho ni ya muhimu sana. Kwa hiyo walipotoka, kishangaa wamezingira wanajeshi wa Mungu. Tena yule adui yao akatoka akawaambia, jamani, mnamtafuta nani? Twende nimpeleke alipo. Haleluya. Akawapoteza, akawapeleka Samaria, akafika akawaacha huko.